I think alinitrack. But sasa mimi sikuwa expect kama anything ili happen kaa hiyo. Ukidragiwa, si kila kitu kumbi lako inaenda off. Kila kitu inaenda off kasoro. Siwezi explain hapo sasa. Mimi sijui. Sasa mimi nakwambia mimi sijui. Mimi nafikiria siweza fikiria sasa mimi nitakwambia aje. Sasa basi mimi unaona mimi nishakwambia. Cut my hair in the dress that you wear. Don't you leave, now it's my time. Yo, what's popping YouTube? What's popping up the Vibe family? So today vile mnaniona hivi nimekuja nikiwa it's so charming. So today niko na prank. I'm gonna prank D. So nataka guys, nataka today we get the hell out of her. As in tumfanye afanye nini baby? Alie. Tumfanye alie, si ndio? So today so today nataka ni prank that I got my fucking ex pregnant. So today taka prank that nimepatia ex wangu ball mimba, of which ana expect ku deliver soon. So tuone reaction yake, si ndio guys? So guys, msiniangushe, hii video nimefanya juu yenyu. So kama huja subscribe, please subscribe, na kama umesha subscribe, please guys give this video a thumbs up. Give this video a like. Give this video a comment. Okay guys, that's it. Let's keep into the video tuone reaction yake. So guys, what? Baby, do you? Kuja. Listen me. Kuja. Ini mbaya, nipe. 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 Ini mbaya. Nipe. Hapana, iko sawa. Yes. Huyo Brian ananiita babe. Nipe babe. Unaniita babe? Babe. Mimi ni babe. Bumuone. Babe. Babe. Babe, kuna kitu nataka kukuambia na sijui utachukulia. Excuse. Babe. Unajua ule mwenye alikuwa ananipigia juzi. Nikamwambia ni ex wangu. Unamjua? So sijui kulienda aje. Sahi ako na boli yangu. Kulienda
ulienda aje hapo na bodi yako juu ya nini? Ulienda aje hapo na bodi yako sasa? Ulisema unajua vizuri sana. Sasa ndio nakwambia sijui. Like unaona? Okay, aliniita, si ndio? Mimi nikaenda. Then actually nilienda si amerent nini kwa zile hostels fulani hapo Ngara karibu na chuo yao. So mimi kwenda kwa hizo hostels zao. Akaanza kuniambia wewe sijui anataka to talk things out. Mimi nikamkataza juu obvious sijui kama alikuwa anajua kama tulimove on. Mimi nilimwambia mimi already nisha move on. Sasa sijui after hapo mimi hata sijui niliendelea. Unaona sasa sasa yeye ananipigia simu ananiambia hapo pregnant. Mimi niliingia kama kiujiza. Sasa ndio nakwambia after hapo mimi sijui what went on. Hujua watu wetu wanaanza. Sijui nini iliendelea mimi. Hujua ulikuwa wapi? Anyway, unaona hiyo siku nikienda huko I think alinidrag. Sasa mimi sijui, maybe alinidrag. Unamsema kama unadragiwa. Hapo kuja kunaambia ex wako kwa nini? Okay, amenipigia simu akaniambia ako na mimba yangu. Ametoka kufanya test. You actually, unajua aliniambia jana, mimi nikamwambia enda afanye test hapo shule. Sasa hii. Sasa yeye ananiambia ako ni iko positive, ako na ball. Sasa mimi sijui kwa kuhusu. Kama mimi hapa, nakaa kama mjinga. Mimi mpumbavu wa kwanza Kenya hii. Naona kaka mjinga aje. Si nimekuambia kwani nyinyi mademu mnatakanga aje? Ukiambiwa ukweli utaki. Sasa kama what if kama ungefind it out in your own way. Unataka nini? Sasa mimi nimekuambia ukweli. Ama ulikuwa unataka Umeniambia ukweli, ulikuwa unataka ni sasa nifanye aje? Sasa ulikuwa unataka nikufiche. Umeniambia ukweli, unataka nifanye aje? Okay, mimi nimekuambia mimi sijui utachukulia aje. Nimekuambia tu. Wewe mwenyewe uko na plans gani? Sina plans juu ni kitu ameniambush nayo. Mimi sikuwa nime-expect. Tunakwenda kulala na yeye ulikuwa una-expect. Mimi sikwenda hapa na intention ya kwenda ku have sex na yeye. Kitu ya pili, kwa sababu ulikuwa unafanya. Sasa aliniambia ako ina problem. Wewe kwani ex wako hapa sasa akikwambia ako na shida, huwezi enda kumsaidia. Fanya. Huwezi enda kumsaidia. Ana dem. Anaenda kufanya. Okay, yeye haja move on. Hivyo ndiye aliniambia. So aliniambia kuna shida. Akaniita ni emergency. Mimi nikaenda. Obvious nilijua ni kwa hostel. Mama acha. Nilijua ni kwa hostels. Nitapata maybe akiwa na roommate wake, so probably mimi sikuwa nafikiria anything itaendelea. But so unaona after hapo mimi sasa unaona shit happened. Then ndio hiyo sana niambia kuna mimba yangu. So kiwewe uko na plan gani? Mimi nakwambia aje. Siwezi lia, siwezi cheka, nataka kuambia aje. Ndugu yako mwenyewe umempatia ex wako mimba. Ala? Hapana, mimi sijakwambia nimempatia. Alinipigia simu akaniambia, na mimi hata sijui, ndio maana nakwambia I don't know what happened. I think alinidrag. Mimi nakumbuka the last thing nikiingia kwa hostel, aliniofer a cup of juice na hivyo tu. Nikakunywa nini ya glass of juice hivyo nikakunywa hivyo. Then the next thing niliamka nikiwa kwa bed yake. Sasa ndio nakwambia mimi sijui nini iliendelea hapo. Hebu nikuulize swali. Nimeingia kwako. Umenipea juice. Umeidrag nimekunywa. After kudragiwa, diki ulilala kama diki imesimama. Okay, mimi sijui nini iliendelea. Mimi actually mimi nikiamka nilipata ni kama something strange imehappen. Mimi nikamuuliza akaniambia nilipass out. Sasa unaona mimi sijui. I think alinidrag. But sasa mimi sikuwa nime-expect kama anything ili happen kaa hiyo. Ukidragiwa, si kila kitu kwa mwili wako inaenda off. Kila kitu inaenda off kasoro. Siwezi explain hapo sasa. Mimi sijui. Sasa mimi nakwambia mimi sijui.
Mimi nafikiria sinyeweza fikiria sasa mimi nitakwambia aje. Sasa basi mimi unaona mimi nishakwambia. Like ukae tu ukiwa prepared. Maybe anaweza kuja kama second wife. Mimi unampenda bado. Si mambo ya kumpenda. Hapo sasa unajua nitakuwa naangalia mainini. My blood pia. Siwezi neglect unaona. Lazima ni take responsibilities. Una take responsibility ya mtoto ama hadi mama. Mama yeye si shauri yake. Na sasa unataka mama mtoto. Sasa bado mtoto wako kwa tumbo wake. Sasa nita take responsibility ndio nibebe tumbo wake nikuje niweke hapa ni take responsibility. Uko so confident unaniambia sio kitangu. Okay, tukue serious. Yes, she's my ex, sijakataa. No. But shit will happen. Watu kosa. Makosa watu wanafanya ni nani? Actually nimekuambia ukweli. Unaona umeifind out the easy way. Mimi nishakwambia. Hakuna mambo na the fact. Mimi nishakwambia. I went there, I think I was drugged na hivyo shit happened na ndio hiyo sasa hakuna mimba yangu. So mimi nifanye. Okay, sasa wewe nilikuwa nakwambia tu like uget kuwa prepared, unaona? Si ati ukiona mwanamke anaingia hapa uanze kusema ati oh sijui nakufanyia madharau. Hiyo si madharau sasa. Unaona nao nimekwambia. So okay, she can come like a second wife. Sasa si ni wewe ndio maana nimekwambia. Mimi nakikuja, you still be doing the same shit with us, ndio? Hapana. Sasa maana akikuja mimi ni second wife ni nini? Sasa si anakuja like I'll be taking responsibilities ya mtoto wangu na yeye. Nothing more. Second wife means you take responsibility of everything until her fire the same things na yeye. The same things aje na mimi nitakuwa namwangalia nikishughulikia mtoto. Mambo za kwenda clinic ndio kushughulikia mtoto. Ni kama nikimchukua nimlete hapa that means I'll be a responsible father. Okay, nitakuwa responsible father nikishughulikia mtoto wangu mwenye ako kwa tumbo wake. Na siwezi ishi kwake. Unajua sasa itakuwa ngumu akiendelea na nini na shule kama bado ako na board. Atendaje classes na mimi? So mimi ndio kuletea mtu kwa nini? Kile tunakuletea mtu. Nimekwambia tu sikuwa hata na utu. Utu gani? Ukimkenda kufanya mambo yenyewe. Kwa na hiyo humanity, hurumia basi mtoto, usihurumie mama yake. Kama mtoto mkiniletea mtoto ndio huyu shikini mtoto ndio huyu ndani. Na sasa tutamtoa aje kwa tumbo saa hii na bado. Sikulea mwanamke mzima. Na bado ako kwa tumbo tutamtoa aje? Hiyo mimi si shida yangu. Sasa si shida yako. Mess ulifanya peke yako. Meaning I was nothing by that time. Okay, yes nilifanya mess, nimeaccept na nimeapologize. Lakini sasa hii lazima tu accept the outcome. Umeona? Mimi sitaki mwanamke mambo yako. Okay, unajua kama sivyo she comes in I leave. Hapana. Kwa na humanity. Sijaribu kuhurumia. Yeye huko ananiambia anataka kuabort. Mimi nimemkataza asifanye abortion kwa sababu abortion is never a solution to anything kama hiyo. Wewe huku ndio unakataa. Sasa mnataka aje? Mimi ndio nilikutuma. Nataka aje? Mimi nilienda kumsaidia. Wewe kama ni wewe ungefanya. A good Samaritan is always a good Samaritan. Unaenda kumsaidia pufu ndio hiyo akona capital D. Okay. Mimi ndo nilikutuma. Mimi nilienda kumsaidia. Sasa mimi sijui hata wakati ni. Mwanamke mzima na akili yake anajua umeoa, anajua kuna mtoto. Hapo anajua. Amecome to realize it after nishamwambia later, lakini hiyo time sikuwa nimemwambia. It's like yani alipop out of nowhere after a long time ni tumeachana na yeye. Akaniambia kuna shida. So I went on kumsaidia. Makosa yangu iko wapi? Naona unaenda kumsaidia. Sasa hii makosa ndio hiyo. Mimi nilienda kumsaidia ni vizuri. Mimi nilienda kumsaidia. Sasa babe seriously hata wewe tukikosana na wewe sasa hapa na uko na emergency. Huwezi niambia nikuje nikusaidie? Unakuja kwa nani? Sina mtu mwingine kunisaidia. Sina familia kunisaidia. So what if kama watu wengine wote wamekataa kukusaidia? Mimi siwezi kusaidia. Kuna jirani. Kuna watu wanapo chini kwa gate, anaishi Ngara, sio lazima kuna watchman. Kuna watchman kwa gate, hizi msaidie. Achana na mambo na watchman. Alikuwa na emergency. Emergency yenyewe haikuwa kitu kama hiyo unasema. Mimi unajua mimi nilienda tu kumsaidia like. Namba X hapo kwanza namba X hapo nafanya kwa simu yako. Unaongea mkitafutana. Alikama out of nowhere. Mimi si ati nilikuwa na namba yake kwa simu yangu. Ni nini uelewi? Alitoa namba yako ni mke. Umechange namba karibu siku. Mimi sijui alitoa wapi. Alitoa wapi? We live in a small world. The same way alikustoka akapata namba yako. The same way alikustoka anajua uko na familia na kila kitu. Hapana. Sasa mimi hapo but hapo mimi sijui. Lakini mimi nilienda kumsaidia na nikamsaidia na sasa mimi sijui
After hapo na usijua ako na mimba yangu na siwezi mwacha Na sio juu ya unataka mimba aje. yangu. So the only thing nitafanya, mimi nitamshughulikia. Okay, fanya hivi, let's agree on this. Acha nimlete. Umleta wapi? Unamleta wapi? See, you just chill niongee. Wacha nimlete akuje hapa, alafu at least tumsaidie for the first 9 months hadi mtoto akuje, then after hapo tumshughulikie for at least hizi 3 months. Hapo mtoto akisha get back to her feet, then tunaweza baki na mtoto tukimlea, yeye aende afanye shughuli zake huko. 9 months Ni plus sawa? 9 plus 3 12. Mwaka mzima. Sasa si Unaona adabu? adabu. Mwaka mzima anakaa kwa nani? Mimi nikiwa wapi? Sasa babe, seriously, uweze urumia mtoto. Usinibebe mimi. Niwaambia kama ni mtoto utaleta mtoto peke yake ni mhandle, nitamtake care as my own. Lakini mwanamke mzima. So Siko wewe nyumba yangu. uweze shughulikia mtoto. Kushughulikia mtoto. Sasa niende tumwesikabe kwa tumbo ya mamake nimlete hapa umshughulikie. Utamshughulikia aje? Nitamshughulikia vile nishughulikie huyu. Kwani ulimshughulikia kwa Mwaka wapi? mzima Ulimtoa kwa anakaa na tumbo? mtu kwani ako na nini? Sasa tunashughulikia mtoto. Yeah. At least tukioffer that financial support akiwa hapa. Mlipe nyumba. Hapana. Sasa hiyo unajua hiyo ni extra cost zenye sina sasa. Unaona sasa hii life yetu. Amungu fikiria ukifanya mess. Amungu una chako. Wewe mwanamke anagaji kwa hiyo. Niko serious. Ndawachanganya nyote. Wewe mwanamke kaitani kwa hiyo. Niko serious for real. Na ukitaka kujua niko serious kwa mimi, akanyaka. Nitampiga mbele yako. Na kwa tutafanyia pia wewe. Sasa mbona umpige? Nimekwambia nitampiga. Sasa mbona Na kwa umpige? tutafanyia kama. Mbona umpige? Aya, sikanyaki kwa nyumba yangu. Seriously? Hii ndogo hii. Seriously, box babe, hii ndio yangu. seriously. Alafu nataka kuongezea mtu mwingine aende wapi? Sasa anakuja tunashughulikia mtoto. Hii ni Red Cross. Tunashughulikia Hii ni Red Cross. Ni mtoto wangu. Si ati ni some stranger huko Nimekwambia nje. ukitaka mtoto niletee mtoto nitalea. Si ni wako nitalea. Na sasa utamlea aje akiwa kwa tumbo? Nitamfanya aje? Hiyo si shida yangu. Hiyo si shida yangu. Hiyo shida yako. Mimi sijui hapo. But lazima tu tutamaccept hapo. Mimi sitaki. Ukitaka kujua niko na kichwa mbaya, jaribu. Sasa kichwa mbaya. Hiyo kichwa mbaya ndio unapeleka kwa mtoto. Mimi ndo nilikwambia ndio ufanye hizo vitu zote. Si alijituma. Huwezi sema anajua kutafuta namba yako lakini ajui kama kuna mtoto na bibi. So babe, huwezi shughulikia mtoto wangu. From Nimekwambia another mother. nimekwambia ukiniletea mtoto mwenyewe sisi mkataa. Nitamhandle kama wewe. Na Lakini siku hapo niletea kwa- mwanamke. hapo kwa tumbo ya ex wangu nitafanya. Hiyo shida yangu. Shida yangu ni uniletee mtoto nikulelee. Shida yako. Nitafute mtoto atatoka kwa wetu. Hiyo si shida yangu. Nichane mwanamke kwa nyumba. Kazi mbona mtani blue and white sahi. Na kwa tutafanya. Sasa hiyo ndio decision yako. Kama si hivyo nirudi kwetu, sijakataliwa kwetu, sijaua. Nitakubaliwa tena vizuri sana. Second wife sitaki. Sasa nikuulize, second wife akikuja hapa atapunguza nini? Anapunguza kila kitu. Nini? Kila kitu si ni ujui. Ataongeza nini? Ataongeza kila kitu. So hiyo ndio decision yako. Umesikia nataka second wife? Hii ndio decision yako. Umesikia nataka second wife? Ndio tafuta mtu utaextract mtoto kutoka kwa tumbo niletee. Nitalea mtoto. Siwezi lea mwanamke. Kama mwanamke peleka kwa nyumba nyingine ndio umrentie nyumba nyingine. Ni sawa? Unaenda wapi? Sawa. Juu nakwambia ni prank. Umekubali kukua hivyo, ni sawa. Kubali kukua mtu bloody fucking, si ndio mama? Sawa tu. Anyway guys, subscribe to this channel kama huja subscribe. Give this video a thumbs up na tunakupenda. Naweza niletea second. Umekataa?